imeisha. Kweli? Lakini dada, mbona anashindwa kuelewa na unanieleza? Mimi nilikuwa pale mahakamani wakati huko umeshtakiwa. Okay, sawa basi. Mimi naongea na wewe unichekelea. Hebu nipatie mbonja mbili na chai rangi hapo. Alafu niambie ni pesa ngapi. Fanya nini hapa? Bana, nafika hapa sokoni, kuna mgeni naenda kumchukua hapo. Mgeni tena? Mgeni nani ambaye ajui kwako? Vipi mama? Mbona peke yako? Hamna kitu. Hamna kitu. Sibali. Kwa malabi. Jackie, sina kitu muhimu. Sawa, unasema uko sawa. Lakini kama ukijua kuwa maisha kupendana huwa ni mazuri sana, lakini kwa upande mwingine pia hayakosi ubaya, na mapenzi ni safari ambayo haikosi kona wala bumps. Tazama msichana mzuri kama wewe. Leo hii linde la mawazo limekuja kwa sababu ya mapenzi. Wakati nilipokutaka ulinikataa, eti kisa na maana mimi ni mchochoro. Jackie, usinitoneshe kidonda please. Pole sana, najua ulitamani kusonga hatua mbili zaidi mbele, lakini ona sasa penzi lilivyokurudisha nyuma. Wote waliokupenda wameruka fence. Jackie, naomba unisamehe iwapo nilikosea, kwani wala sikujua kuwa nakukosea. Nilipokuwa najua mimi ni kuwa mimi na wewe wala hatungeweza kuoana, na kama unavyojua sababu ni kuwa wewe ni mchochoro. Na kwa mtazamo wako wewe, jinsi unavyoona, mchochole hana haki ya kuwa na mpenzi? Mimi sijui kama hapo utanielewa, kwa sababu unajua mapenzi yana gharama, na ninapokuona wewe
sidhani kama unajua gharama yake. Sawa, huenda kauli yako unayoisema ikiwa na ukweli ndani yake, lakini mbona kama mapenzi ni gharama, mbona hiyo gharama sasa hiyo ina jeraha? Ndio. Hivi ni kweli sila nichize? Hapana. Ala, mkuu. Mbona unapiga kelele? Kipi kumekusibu? Hiyo unayoita kelele ndio mshahara wako. Na tusipofanya halahala tutaambulia patupu. Lakini boss, nadhani ulikutana na Sila. Ala, mbona nikwambiayo uyaelewi? Boss wangu. Yapi hayo unaambiayo? Hujaniambia lolote lile. Nahisi umechanganyikiwa. Wewe ama mimi nimechanganyikiwa? Itakuwa wewe boss wangu. Maana nimekusikia toka upande wa pili huko. Unapiga kelele ukigonga gonga meza. Sikiza Amin. Mzigo nilikosa na Sila sikumuona. Ila nini? Jackie, ondoka mbele yangu. Wanaume ni shetani. Tazama kwa hayo maneno yao matamu yasiokuwa na uhai. Kazi yao ni kutafuta tu wasichana kama mimi na kuwadanganya. Kisha wanaficha kucha zao, na mwisho wa siku wakishagundua tu wamempachika huyu msichana ujauzito, wanaruka tu futi 10 na kuacha wasichana wakisononeka. Kwanza acha nikurekebishe kitu hapo. Unasema wanaume wote ni shetani, lakini sio kweli. Kwa sababu ukisema hivyo ina maana wote ushawajaribu, wamekufanya kitendo chenye umefanywa wewe. Kama wote ni shetani, mbona mimi siko hivyo? Kwa sababu hujanijaribu. Sikia nikwambie kitu. Kuchezewa mtachezewa, na mtachezewa haswa. Kwa sababu wasichana siku hizi mnajali sana pesa kuliko mapenzi ya dhati. Mnapenda sana pesa. Yaani ukipata na mtu yeye ana hela zake, hujiulizi alizipata vipi. Wewe kazi yako kwa unapendwa, basi ndio hivyo. Unajilegeza kila kitu. Mwisho siku ndo haya, unabandikwa mimba na mtu anakuacha. Kwa nini usitafuti kijana mkaanza naye maisha, mkatafuta pesa pamoja? Acheni hizi tamaa zenu mlizonazo. Pesa hutafutwa. Na ukiwa na sijui nikwambie nini. Lakini mkiacha tamaa mtaacha kuchezewa. Mkiendekeza hizo tamaa zenu nyinyi wasichana, mtachezewa na mtapachikwa mamimba kweli, na mtachezewa haswa. Yaani mtachezewa mpaka mkome. Kwa waache kusema wanaume wote ni umbu. Futa kabisa hiyo kauli. Na tabia mbaya kuanza hivyo. Sawa, nimekusikia. Yote 9. Kama ni mwiba, naweza kubali umenichoma. Najua Jackie, mwenye kusikia haya maumivu si mwingine ila ni mimi. Nina ombi moja tu kwako. Nilikutana na mwanadada mmoja kwa jina Sandra, na maneno aliyoniambia yalinivunja moyo. Kulingana na kauli ya mwanadada huyo, Sila sasa ni mwendawazimu. Shit. Hapana boss. Haiwezekani. Haiwezekani nini? Sikiza nikwambie. Kulingana na mwanadada huyo, alinipishia kuwa Sila alirukwa na akili na huenda anaugua wazimu. Oh shit. Hatuwezi kubali mali ya mamilioni iende hivi hivi.
lazima Sila apatikane akiwa hai ama maiti. Unalosema ni ukweli. Lakini kama jeshi la polisi lilishindwa, itakuwa sisi. Hata kama mkuu, lazima Sila apatikane, dead or alive. Bwana Jackie, acha msaa bwana. Hivi nikuulize, wewe ni lini uliwahi nitafuta ukanikosa Na ukizingatiwa hata mimi mwenyewe bado sijatoka nje ya nchi. Hebu kwanza naomba uachane na mambo ya nje ya nchi. Usinikumbushe kabisa niliyopitia huko. Kwa maana kila nikumbukapo nadondoka tu na machozi. Bwana Jackie, pole sana kwa kukutonesha kidonda. Lakini mimi mwenyewe hapa nilipo natamani sana niruke na mwewe. Nene nikatafute mkate wa siku, angalau niepukane na maisha magumu huko kwetu. Bro, sikushauri. Kwa maana usiolijua ni sawa na usiku wa giza. Laiti ungejua mateso niliyopitia nilipokuwa huko, wala usingethubutu kutaka kuenda. Bwana Jackie, wajua mimi nakuona wewe unataka kunuzia uoga na mimi sitaki. Huko kaibuni kuna hela. Wewe usifananisha na maisha yetu hapa, kajitulizeni bwana. Hebu angalia vile ambavyo mambo yako hapa. Inakuwaje wewe mwenyewe ukiangalia? Bro. Hiyo mimi naona ni dhana tu ya waja. Lakini hali halisi ni kuwa hakuna tofauti wowote. Ila sasa. Ila nini? Mateso na taabu ndio chanzo cha maisha mabaya ukaibuni. Acha kunizengua bro. Ni mateso ama ni kazi? Unajua, mimi ndo nilikuwa kule na changamoto za kule na sijua mimi. Na kwa changamoto nilizozipitia, sidhani kama watasahau katika maisha yangu. Changamoto gani bwana? Huko ilikuwa mnakusanya mahela na mkiyajaza katika akaunti zenu. Sasa wewe ananiambia kuna mateso kweli kweli? Shilingi bwana. Kweli nimeamini. Kitando usichokilalia ukijui kunguno wake. Hivi bwana Jackie, yani unataka kuniambia mimi niache ajenda ya kutafuta kwenda ugaibuni? Kabisa. Mimi naona usitishe nzila wewe kutaka kwenda ugaibuni. Kwa maana zimu ilikila mnyonge, mzima jifungie mlango. Hata mimi nilipopata nafasi ya kwenda huko, nilidhani nikifika huko mimi na umaskini tena basi. Lakini wapi? Niliyoyatarajia sio niliyoyakuta. Mambo yalikuwa vice versa. Usiniambie. Hivi ina maana kuwa wewe haukuwa na faida ya wewe kuwa huko? Wewe unazungumzia faida hapa? Huko hakuna cha faida. Ni hasara tu. Kwa sababu huo mwezi wa kwanza nilikuwa kama bubu tu. Nyinyi familia ya Bwana Shindo mna shida? Sijui mnajiona mna pesa ama vipi? Chifu. Yaani watu wanaoana huko na wewe unaonekana tu umekaa hapo umekalia masikio tu. Yaani we mwanamke umetoka kule kote kuja kunitusi hapa ndani? Si eti nakutusi. Hapa nakupea tu urili tu. Yaani mimi juzi ninauliwa huko. Askari wako wamekaa tu wametulia kama vigongo vya stima. Nyinyi familia ya Bwana Shindo mna shida? Sijui mnajiona mna pesa ama vipi? Ati pesa. Mimi hapa naongea tu ukweli. Saidi juzi alikuwa anataka kuniua. Saidi tena? Haya, ana nini? Alinishika na kunizaba makofi. Kisa? Ilikuwaje mpaka akataka kukupiga kofi? Sababu alikuwa anampiga Saida. Mimi kumzuia kumwambia sipige Saida, basi hapo ndo akanigeukia na kuanza kunichapa mimi makofi. Familia ya Mzee Shindo huwa haikosi mikosi kila uchao. Mikosi ama mikosi? Babe. Yes. Karibu sana kwenye moyo wangu.
maana sikudhani kama ningepata mtu mwenye mtu kama yeye. Asante sana mpenzi, kwa kweli wewe ni mtu mwenye roho kipekee kabisa, ukizingatia kwamba umekuwa na mimi toka siku ya kwanza tulipokutana. Umenishika mkono, umekuwa na mimi bega kwa bega, ukizingatia kwamba mimi ni mgeni. Kwa hilo sitie shaka. Hakuna mwanadamu anaweza kujipinga, maana leo kwako kesho kwangu. Nafurahi sana kuwa naye leo. Kwa kweli moyo wangu ulinipa chaguo sahihi. Mpenzi, sitaacha kushukuru. Samahani kama nitakuwa nakukosea. Bila samahani mami. Kuwa huru, fungua moyo wako. Niko tayari kusikiliza kitu chochote kile kutoka kwako. I'm your love. Moyo wangu ulitamani sana kuwa naye, maana kutoka nilipokuona moyo wangu ulipata amani nilikosa kwa muda mrefu. Nikuulize. Yes ma'am. Ulize chochote kile unataka kuniuliza. I'm your love baby. Umeoa? Mikosi ama mikosi? Yaani Saidi amekuwa ibilisi, anafaa shikwa na akamatwa ipwe ndani. Sasa unataka nikusaidie vipi? Ombi langu kwako, tume maskari wako mara moja, waende wamshike na wamweke ndani. Mbona sasa Saidi amekuwa tishio kwa jamii? Mbona anataka kukuua? We. Saidi amekuwa tishio, ni mtu mbaya sana, hafai hata chembe. Mimi naomba tu msaada wako. Saidi huyu mmoja alitaka kumuua Kanazi. Hivi leo anataka kukupiga. Saidi anafaa kifungo cha maisha. Umekula buyu la kwanza, ya pili, na ya pili, ya tatu, na ya tatu. Umefanya vizuri. Naona nipigia na Madam Chief. Utakuwa na nini hapa? Nishike. Sawa. Hello Sergeant Paul. Hello Madam Chief. Vipi? Kuna la dharura? Nakuomba uje hapa ofisini, kuna kazi ya ziada. Okay, sawa. Nakuja mara moja basi. Haya, sawa. Haya. Gani hilo tena saizi? Si umeona nimepigia Sergeant Paul? Acha aje mshikane, mwende mumshike Saidi. Hivi atakubali kuandamana na mimi kweli? Kwa nini asikubali? Na leo unaonekana umezongwa sana na mawazo, ikizingatiwa si kawaida yako kabisa kuwa hivi. Maana wewe uko mchangamfu. Lo, nikwambie nini mwenzangu? Maisha yamezidi kupamba moto. Mwenzio nilitenda. Bwana Sango, yaani hivi saa hizi itakuwa wewe umeanza hizi jamba zako. Yaani bado hujawahi acha utani wewe. Utani ama ukweli? Unajua Sila alitoroka na mzigo mmoja thamani mkubwa sana. Jambo ambalo limemfanya kinywa wazi. Kumbe. Yaani vile mimi ninavyomjua Sila, siamini kabisa kama anaweza kukutendea jambo la hiano kama hilo. Hata mimi nimepigwa na bumbuazi. Akili haifanyi kazi kabisa. Na sasa, kwani ilikuwaje wewe mpaka ukamwamini yule mwehu vile? Hii si mara yangu ya kwanza kumpea mzigo. Hata safari hii sijui ilikuwa kwaje. Okay, na sasa hivi ukiangalia wewe mwenyewe, suluhu itakuwa nini?